Karibu katika channel yetu pendwa Gaga the Power. Leo tuna HP hapa. HP ina changamoto, tunaiwasha na changamoto fulani hivi. Waga changamoto hii inatokea mara nyingi sana kwenye maisha yetu ya kawaida ya watumiaji wa kompyuta. Kwa hiyo leo tu share idea. Press F1. Tatizo ni hili hapa, ili tunasema nani system disk au disk error, replace any stick and any key when ready. Kwa hili ni tatizo mama kwenye Dell. Kwa Dell nyingi zinakuwa na hili tatizo. Shansoma. Kwa hiyo hapa leo tutatoa solution yake. Kwa hizi waga zina solution zake ziko kama 2-3 hivi. Solution ya kwanza, unatakiwa kubadilisha hizi SATA hizi kwanza. Badilisha hii SATA. Unaweza ukaitoa hii SATA hii. Ukatoa SATA hii. Ukaweka SATA nyingine. Teka SATA nyingine. Baadaye utawasha tena. Ndogo inatengenezwa hapa. Mashine bado tatizo lile bado lipo. Kwa hiyo bado hii sio tatizo. Hii sio tatizo hii. Kwa hapo tatizo lingine tuangalie. Tutaenda kwanza kwenye BIOS. Kwenye settings za BIOS. Uta place control hiki, control alt na delete. Then F10 hapo English sema enter. Utaangalia kwenye storage hizo diski zako zipo. Ukiangalia hapa device configuration hadi diski hakuna. Ukicheki hapa storage hakuna. Hapa pia hakuna. Kwa hiyo kwa mashine hii tatizo litakuwa ni hii hard disk. Hii change hard disk, badilisha hii hard disk. Chukua hii. Utazima kwanza na neno yako. Then hii utaichomeka.
utakuja utawasha hapa. Tunataka tuone tofauti ya ile diski ya mwanzo kwenye BIOS. Diski ya mwanzo ilikuwa haionekani, hii ni diski nyingine. Diski hii kwenye BIOS ilikuwa haionekani. Tuone F10. Nenda kwenye Inter. Ingia kwenye storage, ukiinter bonyeza Inter hapa, Inter utaiona hard disk SATA 3 GB 500 ile. Kwa hii iko poa. Ukienda kwenye storage hapo iko poa. Ukienda kwenye boot order hapa ni kwa sababu ya yani device gani hiyo ya kwanza, ili kwa mfano kama umeweka flash au CD au hard disk, ipi iwe first priority. Kwa utaingia hapa utaona first priority yako ni USB device, alafu inafuata hard disk ile pale. Hard disk hii ndio hii hapa hii, alafu inafuata huku chini. Sasa wewe unataka uiweke hii iwe first priority hapo. Enter. Ukipanda juu, ukishuka chini, ukibonyeza hapa kwa hapa na disk inakuwa first priority. Baada hapo uta place F10 hapa. Baada hapo ukiplace F10 utarudi hapa, utaenda chini kabisa huko, save changes and exist, utaplace Enter. Are you sure you want to save changes? F10. Yeah. Yes. F1. Kwa hiyo hii hard disk yako hapo itakuwa imesoma, ila kwa sababu hii hard disk inawezekana ikawa imefanywa installation na Windows 7 lakini kwenye kampuni tofauti. Kwa hiyo lazima itakuletea hii kitu kwamba a problem has been detected, a window has been shut down to prevent ile pale damage to your computer. Kwa hiyo hapa hii hard disk ina window, lakini hapa window imecorrupt. Kwa kama window imecorrupt, maana halisi kuwa unaweza ukafanya installation sasa ya window ambayo unaitaka. Kwa mfano kama kompyuta yako ni Core i3, Core i5, unaweza kuweka window 10, umeona, window 11, inategemea na hizo qualification za hiyo na new hii nini hiyo kompyuta yako, qualification zake. Kwa hapa unaweza kuweka Windows 7, unaweza kuweka Windows 10, unaweza kuweka Windows 11. Kwa hapa hard disk hii iko poa. Tumeiona hadi kwenye BIOS hipo, tumeona hadi huku hipo. Lakini hard disk hii sio.
kwenye BIOS haijaonekana na huku mbele haijaonekana. Kwa hiyo hapo ukutana na hiyo blue screen kama hivyo. Hii inaitwa blue screen. Ukutana na blue screen, kwa hiyo maana yake kompyuta yako imecorrupt window. Kwa hapo unatakiwa uje kufanya installation ya window. Kama uwezi kufanya installation ya window, unaweza ukacheck tutorials za kufanya installation ya window kutoka kwenye channel yangu Gaga's Power. Umeona? Utaandika Gaga's Power YouTube, itakuja. Utaangalia pale jinsi ya kufanya installation za window. Umeona? Nilifanya installation ya Windows 10. Umeona? Utafanya. Kama pia ujui, unaweza ukamcheki mtu yote ambaye anaweza kuweka hiyo window, kufanya installation ya window kama una hofu. Au pia unaweza ukanicheki hata mimi pia, popote pale ulipo utakuja kukurekebishia kompyuta yako kama ina tatizo hilo la window. Umeona? Au kama hivi nilivyofanya uwezi na kompyuta yako imeleta hiyo disk errors, pia unaweza ukanicheki hapo chini kwenye hiyo page yangu hiyo.